vita za rohoni, spiritual warfare. Na as always, let me start by telling you this. Kuokoka na kupenda Mungu ni kutangaza vita. Kuokoka na kutangaza habari za mbingu ni kutangaza vita. Unatangaza vita na watu ambao hawajaokoka. Unatangaza vita na watu hata wa kanisani kwenyewe. Unatangaza vita hata na watu wa jamii. Praise the Lord. Kuingia katika imani. Kuingia katika imani, usiwahi sahau ya kwamba ni kuingia katika vita. That is why the Bible says fight the good fight of faith. Atipigana vita nzuri za imani. Usiwahi sahau katika maisha yako ya imani ya kwamba you are always in constant battle, and the enemy would want that one day useme ya kwamba hizi vita nimepigana, sasa sitapigana tena, nimeinua mikono na sasa I give up. The enemy will be so happy. Praise the Lord. And that is why on Sunday, as I was sharing about the end times, one of the spirits that will be so much at work, it is the spirit of discouragement. Wapendwa, the spirit of discouragement. Na hakuna mtu ambaye anapigangwa na discouragement kama mtu ameokoka muda mrefu. Bwana asifiwe. Wale watu ambao discouragement inawaweza sana ni wale wameokoka sana muda mrefu, wale wametumikia Mungu miaka nyingi. Discouragement can easily hit you very hard. Praise be to God. And I'm very sure I'm speaking to someone. And also remember, discouragement is not a word, it is a spirit. I repeat again, discouragement is not a word, it is a spirit at work to make sure that wewe wakati uliokoka, you'll not get to heaven, and you'll not even get to where God purposed you to get. So he bring discouragement. One time, a certain pastor was praying one time. Alikuwa naomba sana, na alipokuwa akiomba akaambia Mungu, nisaidie kuelewa kabisa ni nini hii ambayo inafuata maisha yangu. Huyo mchungaji alikuwa ameshinda vita za usherati, za ulevi, za pesa na mambo kama hayo. Lakini Mungu akamfunulia kitu moja, akamwambia, alionyeshwa shetani akipanga silaha za vita zile ambazo anatumia. Sasa alikuwa amepanga ulevi, usherati, tamaa, hizo alikuwa amezipanga hivyo. Lakini kuna moja aliweka kando. Sasa mchungaji tu anaangalia. Kuna moja aliweka kando. Mchungaji anaangalia, ni nini hii imewekwa kando? Mungu akamwambia hiyo inaitwa discouragement. Na ndio hatari sana kuliko hizi zingine. Because ndio mtu aamue kupitia njia ingine, it is because the discouragement has taken part. Praise be to God. Amen. So, as I'm talking about spiritual warfare, let you be reminded that we are always in constant battle. Tuko katika vita kila wakati. Bwana asifiwe. By the way, unajua siku hizi hata kusema umeokoka, unaona kama inastua watu. Uambie watu umeokoka, unaona kama inawastua? Haistui mtu. Bwana asifiwe. Hata niliona mchungaji mwingine alikuwa anashare na mimi. Na huyu mshirika anajua huyu ni mchungaji. Bwana asifiwe. But anazidi kumsukuma. Anajua kabisa. So what am I saying? Siku hizi, and the more tunakaribia kurudi kwa Yesu, wokovu watu wanaukosea maana. Si kwamba wokovu umekosa maana, watu wanaukosea maana. That is a battle. Praise be to God. Kwa hivyo ni kumaanisha jinsi tunavyokaribia, jinsi tunavyoona kesho,
jinsi tunavyoona kesho kutwa, tujue vita zinazidi kuongezeka. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Amen. Na shetani hapendi imani yako. Don't be deceived. Shetani hapendi imani yako. Hapendi. Doesn't like the way you pray. Doesn't like the way you forgive people. Doesn't like the way you have a good heart. He doesn't like it. And therefore, he will always push issues in your life to make sure ya kwamba umeingia katika vita. Na baadaye unatokea na majeraha nyingi. Ephesians chapter 6 verse 10, we know this Bible verse. Na itaguzia mambo ambayo yanatokea wakati mtu vita zinaanza kumsukuma katika maisha yake na safari yake ya imani. Are we there? Ephesians 6. I don't know whether you have Message Bible. Now, and that's about wraps it up. Nikimalizia, God is strong and he wants you strong. Okay? I repeat again, God is strong and he wants you strong. So take everything the master has set out for you. What are these things? Well-made weapons of the best materials. And put them to use so that so you will be able to stand up to everything the devil throws your way. This is no weekend war that we will walk away from and forget about it in a couple of hours. Can I repeat that verse? Yes. This is no weekend war. Hii si vita ya weekend. No, the Bible is very clear on this. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, it is not a wicked war. Yani, sio vitu unapigana just a weekend and then you forget. Anasema, we are war that we walk away from and forget about in a couple of hours. Ati si vita ambazo unapigana kwa muda mfupi, kisha unasahau ya kwamba nilikuwa katika vita. No. This is for keep. A life or death fight to the finish against the devil and all his angels. God bless you. And all his angels. Praise be to God. Amen. Can we continue? Now, be prepared. You are up against far more than you can handle on your own. Munasikia vile Biblia inasema? You are up against more than you can handle alone. On your own, these battles. Peke yako wapendwa. Peke yangu mpendwa. Ukifikiria vita za imani utapigana peke yako, utaanguka. Take all the help you can get. That is what the Bible says. Take all the help you can get. Every weapon God has issued. So that when it's all over, but the shouting, you'll still be on your feet. Then what are these battles? Truth, righteousness, peace, faith, and salvation are more than words. I repeat again. Truth, righteousness, peace, faith, and salvation are more than words. Sikizeni wapendwa. Ati haya mambo tunasemanga truth. Truth is not just a word. It is more than a word. It is a weapon. Amen? It is a weapon that God wants you to use during these days of battle. Number 2, righteousness, right living. Righteousness, right living. And by the way, there is a difference between holiness and righteousness. Wait, mnanisikia? There is a difference between holiness and righteousness. Okay? The Bible says in the book of 1 Peter 1:16, be holy for I am. You become holy. Praise the Lord. So, be holy. You become by working. Kanisa Bwana asifiwe. Wewe kutakasika ni ile kazi utakayojifanyia. Be holy, for I am holy.
So unajifanyia kazi ndio ufanane na Mungu. But righteousness, it is the likeness of God. It is an automatic gift when you believe in God. You are made right with God. That is why wewe kutenda mema haufai kustruggle. Bwana asifiwe. Kutendea watu mema haufai kustruggle because you have the nature of right with God. You are like God. Mnanisikia? Kanisa, Bwana asifiwe. So righteousness is not just a word. It is a weapon. When you choose to do things right, of course utavutia vita nyingi, especially in the days that we are living. Utavutia vita nyingi sana. Utakejeliwa. Utachekelewa. Because watu wanaamini in shortcuts. Then peace. Unajua wale watu wanapenda amani, wanakanga ni kama hawako sawa. Yani you are choosing the side of peace. You look as if uko na kaubaba fulani, by the way. Mtu ambaye hapendi vita anakaanga ni kama hako sawa. But it is a weapon. Listen, it is a weapon given to us for us to win the battles. Mpendwa, kuna vita za kunyamazia. Amen? Amen. Praise the Lord. Kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Kuna vita za kunyamazia where you say, I better be silent because you want peace. Now that decision you have made, you have taken the weapon called peace. Because peace is not just a word. It is a weapon. Kanisa, Bwana asifiwe. The way of peace is not just a word. Wakati mtu anakutusi na anakufanyia mambo yote, but you choose to be silent, you are choosing the way of peace. And that is a weapon. It is not just a word. Praise the Lord. So, these are the weapons that we have been given. Then faith, then salvation are more than words. Then the Bible says, learn how to apply them. You'll need them throughout your life. Hello? Can I repeat the things you need them throughout your life? Truth, righteousness, peace, faith, and salvation. I repeat again, things that you need them throughout your life. Truth, righteousness, peace, faith, and salvation. You need them during the day, during the night. In fire and in highways, you need these all throughout your life. Praise be to God. Amen. So, I'm going to touch on some of the areas that are easily attacked. Hizi area ambazo nitaguza, zikiguzwa kwa maisha yako, you are in a spiritual warfare. Na lazima ujue jinsi ambavyo utakavyojitoa. Now, number one area, it is your time in prayer. Brothers and sisters, when your time in prayer inaenda ikipungua, wakati ule unatumia katika maombi ukiendelea kupungua, and you have good reasons why you should not pray. Yeah? You have good reasons why you should not pray. You have good reason why you should not fast. You are already at war. Ushaingia katika vita za imani. Yani una sababu nzuri kwa nini usiombe hii wiki na kwa nini usifunge. Let me bring you closer. Wacha niwalete karibu. Unaona tangu tumalize ile maombi ya 21 days, hujafunga tena. Ni vita tayari. Your prayer life is attacked. Ninaongea na nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Unaona tangu tufanye 21 days prayer and fasting. Na sasa tuko mwezi wa 5. Na tangu hiyo time hujafunga hata siku moja. Sitakudanganya, your prayer life is under attack. It is under attack.
Na sana sana wakati unapopanga kusema, unasema na nitafunga kesho, and then kesho ikifika kunatokea something that is inevitable. It is a sign that your prayer life is under attack. Praise the Lord. Amen. Guard your prayer life with truth. Guard your prayer life with truth. And the truth of prayer is that pray without ceasing. Omba bila kukoma. Bwana asifiwe. And by the way, kama wewe ukija kanisani unaombaga na sauti kubwa, lakini kwa nyumba huombangi. Kwa nyumba huombangi, lakini ukifika hapa unaomba sana. Let me tell you, you're still under attack. Hello? Kanisa, Bwana asifiwe. Do you know why? Because the enemy will not let you settle. Adui wa imani hakuachili, hakupei nafasi. We must always keep guards of our faith. Keep guard of our prayer life. The business of the enemy is to make you tired, make you weary, and make you comfortable. And also remember this. Hata ukikuwa comfortable sana, I repeat again, ukikuwa comfortable sana na maisha yako ni hatari. And it is in two extreme. Ukuwe comfortable, yani unaweza pitia shida katika maisha haya hadi ufike mahali useme hapana, nishakubali ni maisha yangu. Hiyo ni hatari. Mnanisikia? Bwana asifiwe. Yani ukuwe comfortable na yale maisha unayoyaishi, ya kwamba for example you have fought and nothing is working. It is most likely itafika mahali uache kupigana useme ya kwamba ni kama maisha yangu yalikuwa design namna hii. Hiyo pia ni hatari. But again on the other side, ukibarikiwa na Mungu sana, upate ile kitu umekuwa ukiombea miaka nyingi kiwe katika mikono yako, and then you relax, pia hiyo ni hatari. Na sasa nikuulize, why are you working hard? Why are you working hard to make sure you save something? Why? What is your goal? Now, what will happen when that goal has been achieved? What will happen? What will you do? Because many people, Rev, they are working towards sometime they'll be comfortable, they will relax. Bwana asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. So, even in prayer life, the enemy would want you ufike mahali ya kwamba hata maombi ikitangazwa, for example, hata ni prayer and fasting metangazwa, you're not even concerned. I came to remind you, your life is under attack, and the enemy is attacking your prayer life. Jina la Bwana litukuzwe. Praise the Lord. Kuna mambo katika maisha haya, ili usimame katika imani lazima uwe nayo. And that number one is prayer. Number one is prayer. And as I said, as we are approaching the end times, prayer will be taken away. Sio lazima muombe sana. Unajua hata sio lazima ufunge ndio Mungu ajibu. Those kind of conversations are there. Ziko. But when the prayer life of a man, a believer, has been attacked, it is a sign that the enemy is overtaking you slowly by slowly. Slowly by slowly. Then what will happen? Imani yako sasa itaanza kuingia shaka. Maombi, mpendwa, hukusaidia kukaribia Mungu na kuamini ya kwamba Mungu, God is real. So the far you go from prayer, it is most likely you are about to start doubting God. You are about to start doubting God. Ni hata unaangalia mchungaji wako, unamwangalia, huyu mchungaji ni wa kweli sasa kweli.
shaka zimeanza kukuingia. How did it begin? Because your prayer life is under attack. Na unaona siku hizi watu wanapenda waende kanisa, tukue na a lot of entertainment. A lot of entertainment. A lot of entertainment, but no time in prayer. Now listen. Something else ambayo maombi hubeba ni power. Si tunataka power? Hatuwezi bila power. Praise the Lord. And it is true. When the church stop praying, the power of God cannot dwell in them. Nguvu za Mungu hazikaangi mahali hakuna maombi. Hazikaangi. Jina la Bwana litukuzwe. Na usifikirie ati kuna mtu ameokoka kukuliko. Now listen. Hakuna mtu ameokoka kukuliko. We are all equally saved. It all matters with how we give ourselves to God. So, number one area ambayo utajua uko katika vita, it is when you have no interest in prayer. You have no interest in prayer. Then number two, even in prayer, it is when you don't want to spend time. You are praying, but you don't want to spend time. Yani maombi marefu yanakuchosha. Mpendwa, sikiliza. Maombi marefu ikianza kukuchosha, pia uombezi wako uko katika vita. Yesu anaambia wanafunzi wake, you can't pray for at least 1 hour. You can't pray. Unajua alikuwa anawaambia nini? You know, a prayer of 1 hour, lazima umeingia deep. Amen. So alikuwa anawauliza, yani hamwezi taka kuingia kilidini cha maombi. So even when you don't want to pray much, na wale wanaombaga sana unaanza kuwa na vita na wao. Na huyu anaombanga sana. Ni muombezi. Unaona? Your prayer life is under attack. Guard your prayer life, brothers and sisters. Amen. Guard your prayer life. Jisukumie, by the way, haya ni maombi ya kujisukumia. Jisukumie tu maombi. Jisukumie maombi. But the good thing with prayer is that you'll never get enough of prayers. You'll never. You pray 3 hours, 1 hour, 2 hours, you'll never get enough of prayer. Prayer, you don't exhaust praying. That is a good thing of it. But you can be exhausted when you don't pray. Ndio imani isikuchoshe haraka, penda maombi. Ndio wokovu usikuchoshe haraka, penda maombi. Jiombe hata wakati kanisa haina mipango ya maombi. Funga kivyako na usifunge kwa sababu una matatizo. Funga ndio udumishe imani na udumishe wokovu. Bwana asifiwe. Wokovu haitadumishwa na ugali na uji. Ni maombi. So, number 2. Number 2. Another area that the enemy would want to attack is silence the voice of God. Silence the voice of God in your life. Adui atapigana sana anyamazishe sauti ya Mungu kwa maisha yako. Hapa ninaongea na mtu ambaye alikuwa ananenewa na Mungu na ndoto, na siku hizi hauotangi. Mtu ambaye agenenewa na Mungu na Mungu na ndoto hata zaidi ya 2 usiku. Nowadays there's no voice of God. Isaiah 30 verse 10. Isaiah 30 verse 10. So go now, write all this down. Verse 10. Verse 10. 30 verse 10. Which say to these seers, see not, and to the prophet,
prophesy not unto us right things, speak unto us smooth things, prophesy deceit. We, hebu tusome tena. Which say to the seers, okay, give us, hebu tuanze verse 9. Ndio tuelewe wakifika hapa walikuwa nasema nini. Now, this is a rebellious people, lying children, children that will not hear the law. Other versions uses the voice of the Lord. Then, because of that, this is what they say. They tell the prophet, they tell the prophet, see not, say to the prophet, prophesy not unto us things, or unto us right things. Speak unto us smooth things. Prophesy deceit. Hey. Aya, Message Bible inasema nini? Now, tunapogojea hiyo version. Now, these are the people that are so rebellious and they don't want anything to do with God. Wamechoka na kusikia Mungu. Bwana asifiwe. Wamechoka na kusikia Mungu. In fact, hata wanaenda kwa nabii. Like the way you can come to Reverend and usituhubirie tena na usituambie chochote kizuri. Oh, praise be to God. Jina la Bwana litukuzwe. Don't preach to us. We don't want to hear the voice of God. In fact, hata wanasema, don't tell us anything right. Anything right, don't tell us. Don't tell us anything right. Hata wanasema, tell us deceit. Hey. Ati kama ni kutuambia, wewe mchungaji, Reverend, kama unatuhubiria, tudanganye tu tuko sawa. Ukituambia uongo, tutaketi na tusikilize. Na it is prophesied at in the last days kutakuja watu watakaotaka kusikia kile masikio yao inataka. No, is it happening in Kenya? Imeanza kuhappen. Watu hapa tu Kawangware, si ndio? Watu wanakibia kwa mchungaji, si kwamba anawaambia ukweli, anawaambia kile wanataka kusikia. And let me tell you, Reverend, ni vile hawa waweze kukwambia, lakini mimi nitakwambia, unaona hawa wangependa uhubiri vile wanataka. No, let me tell you, many church members would want to control their pastor. No, I tell you the truth. Many church members would want to control their pastor. Would want. Ni vile hawananga nafasi. Na ukihubiri vile wanapenda, wanakupigia makofi, our pastor. But the minute you stand with the right and with the voice of God, many cannot stand the voice of God. Now listen. Wakati hauwezi ukasimama mbele ya sauti ya Mungu, iwe ni kukukanya inakukanya, iwe ni kukuelekeza, iwe ni kukuambia nini, when you cannot stand or withstand the voice of God, your faith is at war. Uko katika vita. Diposa, sauti ya Mungu ni nyepesi. Sauti ya Mungu sio kama hiko na microphone. Na sauti ya Mungu ni rahisi kuidoubt. But to them that can hold the voice of God, the voice of God is a treasure. And God does not only speak through dreams. He speaks even in convictions. He speaks in so many ways. Can I tell you something today? Mostly, Mungu hutumia roho wake kukunenea watu wake. Na nikuambie hivi siku hii ya leo, kama kuna kitu inaudhi roho wa Mungu, listen, kama kuna kitu inaudhi roho wa Mungu, ni wewe kukataa sauti ya roho wa Mungu. Ni wewe kukataa. Na hiyo inatosha roho wa Bwana akuondokee. Inatosha. Na nikawaambia hapa the other day, hatari ya roho wa Mungu kukuondokea ni kwamba hauwezi umwa na kichwa useme na vile hii kichwa inauma ni roho wanaenda. Hautajua. Ama vile mimi nasikia hiyo malaria ni roho ananiondokea. No.
Hiyo ndio hatari. Niwaambie mpendwa, Roho wa Mungu huudhika sana. Anaudhika, na unisikie, unauthi Roho wa Mungu when you cannot take the direction of the Spirit. Wakati huwezi chukua maagizo ya Roho wa Bwana. Na wakati mwingine the voice of God itakukujia hata kwa nyumba, itakukujia hata ukiwa kwa barabara, itakukujia hata wakati unafanya shughuli zako, na ni rahisi sana kukinai na kukataa Roho wa Bwana. Kanisa, Bwana asifiwe. It is easy. So understand that when the voice of God in your life has been silenced, kwa sababu adui angependa hivi ujiongoze. Yeah. Adui angependa ujiongoze, ujielekeze na ufanyange mambo kulingana na wewe. Lakini mapenzi ya Mungu ni kwamba akuongoze, akusaidie kwa mawazo, ku make decisions and taking directions of life. So the reason why the enemy will fight the voice of God, so that you can stop dependence on God and depend on yourself. Praise be to God. Kanisa, Bwana asifiwe. Hallelujah. So the voice of God is a backup. Amen. The voice of God is it is a backup. I tell you, it is a backup. The voice of God is a backup. When you lose it, you have lost a treasure. Na kwa sababu unakaa ukiongeleshwa na marafiki hapa, you see, wakati mwingine unaongeleshwa na marafiki and all that, and you're like, niko sawa. But in the real sense, the still voice of God is so much important in your life. So wakati hiyo sauti tanyamaza katika maisha yako, you are under attack. Amen. Tia bidii kurejesha sauti ya Bwana, na tia bidii kuitunza sauti ya Mungu. Tia bidii kuitunza sauti ya Mungu, na utie bidii kuidumisha sauti ya Bwana. Hallelujah. Another thing that shows you are under attack: forgetting the word of God. Praise the Lord. Let us concentrate. Kusahau neno la Mungu. Let me ask you a very simple question. Unakumbuka nini kilifundishwa Sunday? That is why it is important to have a note and a book. Please. To have a note and a book. Praise the Lord. Can you remember? Can you remember? If you can't remember, it is a direct sign that your life is under attack. Your faith is under attack. Yani wewe unakumbuka one term na two term. Yani Bwana asifiwe. Praise the Lord. Yani unakumbuka one term na two term. Lakini ukumbuki neno la Mungu. Ninakusaidia leo. You are under attack. Si unaona ukubali kwa sababu ni ukweli. Si ukubali tu ndio usaidike. Si ukubali tu. The minute you take the word of God, even live alone here in church, hata kwako kwa nyumba, you take the word of God and you read. Na ulisome hilo neno. Pastor Morris, hebu tusaidie wale watu waache kutoka nje, wakae hapa ndani, waachane na gari waachana nayo. Tell them to come in. Hata wanasimama hapo hawasukumi. Si wakuje hapa wasikie neno. Waambie waingie. Don't be distracted. Get in. Waachana na wale wenye magari. Bwana asifiwe. So,
here we are forgetting the word. Hata wakati wewe mwenyewe una take the word and you read. Si kwamba uko na shida ya memory. No, you don't have a memory problem. It is an attack. It is an attack. Because when you hold the word of God, it is a treasure. It is a treasure. Ni kitu cha dhamana katika maisha yako na ni kitu cha faida. Kinachoweza kufaidi imani, kifaidi maisha ya kawaida na kizalishe ushindi wa Bwana katika maisha yako. There is a lot of victory in the word of God. Amen? Amen. A lot of victory. And the enemy knows it. So what he does, umewahi chukua Bible ukaanza kulala na ukichukua gazeti, bona ulali TikTok na Facebook, bona ulali. Always remember, unajua hata kuna watu wengine wakitaka kulala wasikia hawana kausingizi, wanachukua Bible, wanajua within 5 minutes usingizi itakuwa imekuja. Mungu akusaidie. Praise the Lord. May the Lord help you and may the Lord help me, because the enemy would never want us and would never want you to hold and become a custodian of the word. Hallelujah. Jambo lingine ambalo linaonyesha unaweza kuwa katika vita, it is what we call lack of purpose in life. What is the importance of your life? Sababu kubwa sana ya maisha yako ni nini? Why are you living? Why are we alive today? Kwa nini tunaishi? Why are we here today? Praise be to God. You know, you may lack direction, yes, but don't lack purpose. Amen? You may lack direction, but don't lack purpose. Because upon that, God created you. Upon that, God created you. Upon that. Usipende kukaa maisha ambayo haujui unafanyanga nini katika maisha yako. Hello? Sometime maisha inaweza kukusukuma uone ni giza tu inakuzunguka. That one doesn't matter. It should not take away your purpose. Amen? It should not take away, because things happen in life. Mambo hufanyika katika maisha haya. But in all these circumstances, always remember what you are created. Na unajuanga nini? How do you know your purpose? Ni kile kitu ambacho kina uzito moyoni mwako. The weight of the matter in your heart. That is the direction of your purpose. Hauhitaji hata kufunga na kuomba ndio ujue purpose. Just the weight of matters in your life. Ile kitu huo unasikia inakusumbua. You feel that if I take this direction, I'll be at peace. Amen? Amen? Because it is in the line of purpose that there is success and there is victory. So mpendwa, si kwa sababu sahi unakwama hauna purpose. No. Don't interpret your life like that. And don't even allow the enemy to make yourself think that you have no purpose. Number 2, remember this. Usifikirie kwa sababu labda unaenda kazi, unafanya biashara, do not think that you're in your purpose. Don't lie to yourself. Because the enemy may work hard to stop your purpose, but also he also may work hard to misdirect your purpose. We, mnanisikia? Bwana asifiwe. The enemy may fail to stop your purpose, but he may misdirect. Diversion.
Bwana asifiwe. Because unaweza fikiria purpose ni kwa sababu uko na pesa nyingi unafanya no, come on, understand. Purpose is doing what your heart feels comfortable. Amen. Wewe sasa ukiniangalia unaona kama nina struggle kuhubiri? Niwe nauliza. Nakuuliza aje? Unaona kama nina struggle kuhubiri? Ina flow, si ndio? Alafu sasa. Praise the Lord. It is what you do. Now listen this. When challenges come when you're in your purpose, you are able to withstand. You are able to step ahead. You are able to step another step. When you are in purpose and battles come, you still make some progress, even if it is little progress. Na pia ukumbuke, kuna challenges zinaweza kuja zikuondoe mahali uko, zikuelekeze mahali unafaa. Unaona kama vile kanisa kama it is not in the purpose of God to be here. God may bring a challenge to shift us to the place where we are supposed to be. However painful it is, however hard it is, however, at the end, you get where God wants you to be. Bwana asifiwe. So, ni kumaanisha hivi, katika kutafuta purpose yako in life, katika kujitafutilia, katika kujitafuta, don't lose your focus. Bwana asifiwe. Na hata ukiona mtu ni kama amekosa direction, do not quickly define them as people with no purpose. Don't quickly do that. Praise the Lord. Hallelujah. So, tumeangalia mambo kadhaa. I know there are so many things that may come along when a believer is under attack. Na nitarudia na niseme hivi. In these last days, hizi siku ambazo tunaishi, many attacks. The enemy is launching attacks and attacks. Si mnaona vile kanisa inapigwa siku hizi? Vile kanisa inukiwa. In fact hata kuna sheria ilikuwa ipitishwe bunge ati watu wa serikali wakujage kuangalia notes za pastor. Ati anahubiri nini? Shetani ashindwe sana. Kimutu kimelala kwa klabu kwa sababu yeye ni official wa serikali, anaamkia kanisani kuuliza pastor note unahubiri. Oh my God. Look at that. We need to arise and pray and pray and pray. Kwa hivyo nikiwaambia mpendwa, maombi yetu isikuwe under attack, bado hatujaomba. Kuna ushindi haujazalika katika uombezi wetu. Kuna ushindi hatujaupata, and we can only get it when we pray. Praise be to God. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. I say praise be to God. So in these last days, brothers and sisters, the Bible says in the book of Ephesians, God wants you to be strong. God wants you to be strong. That is what the Bible says. God wants you to be strong. In Message Bible, God wants you to be strong. Even in these last days, God wants you to be strong. Na anasema nikimalizia, as I wrapped it up, God is strong and he wants you strong. Unaona hizo changamoto unapitia, God wants you strong. Amen. Unaona hiyo challenge uko nayo, God wants you strong. Unaona hiyo report tumepata kama kanisa, God wants us strong. Amen. Unaona hiyo personal battles that you don't want to tell anyone, God wants you strong. Praise be to God. That's why he says, as I wrapped it up, nikimalizia, nikumaanisha, you have done all those things. Umepigia watu simu wakusaidie, umeomba, umefunga, hakuna. Last thing, be strong my brother. Amen. Hallelujah. Umetumia watu ka message, hakuna response, be strong my sister. Praise the Lord. Tumepata ripoti kama kanisa sijui nini, let us be strong. Because our God is strong. Hallelujah. I would like us to spend 10 minutes in prayers. I want us to spend those minutes in prayer.
and tell the Lord, restore prayer life in us. Bwana, nataka tu tuambie Bwana, turejeshe uombezi. Praise and worship. Turejeshe, nawaambie Mungu, nirejeshe uombezi katika maisha yangu. Because sometimes when the enemy would want to attack everything that concerns your life, he attack your prayer life. Kindly, let us all be standing in the name of Jesus and tell the Lord, restore the prayer life in me, that my prayer life will not be under any attack. I pray in the mighty name of Jesus. And I plead with the mercies of God. Because God umesema that I be strong. Be strong. That I be strong. I choose